Ni majuma kadhaa tangu ambapo viongozi wa serikali wakosoe kile kilichozungumzwa na wanaharakati wa Afrika Mashariki dhidi ya tuhuma za ukatili wa Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire ambao walitua nchini Tanzania majuma kadhaa iliyopita na kuzuiliwa uwanja wa ndege, huku taarifa zikieleza kwamba walipaswa kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Lissu ambaye anatuhumiwa kwa kesi ya uhaini. Wanaharakati na majaji wastaafu viongozi wa vyama vya upinzani nchini Kenya walifika Tanzania kusikiliza kesi ya Lissu. Baadhi yao walizuiliwa. Cha ajabu kati ya yote ni swala madai ya kudaiwa kupigwa kwa Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire na kudaiwa kutelekezwa mbali zaidi. Taswira hiyo ilizungumzwa kwa majuma kadhaa huko nchini Kenya, maandamano yakiendelea kuelekea ubalozi wa Tanzania nchini humo. Katika vyote, viongozi wa Tanzania walisikitishwa na kauli hizo za wanaharakati hao, huku viongozi wa serikali wakisema wanaharakati hao wanalenga kuichafua Tanzania. Msemaji mkuu wa serikali akizungumzia jambo hilo, huku Rais Samia akikazia kuhusiana na wanaharakati wa nchi jirani kutaka kuingilia mambo ya ndani ya nchi. Swala hilo pia kutoa bungeni na kuzungumzwa kwa tofauti. Je, hii leo kuna nini huko? Jaji mkuu wa zamani nchini Kenya Mheshimiwa Dr. Willy Mutunga na kinara wa chama cha siasa cha PLB Bi Martha Karua umeshtaki serikali ya Tanzania kwenye mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia kukamatwa kwao na kutimuliwa nchini Tanzania mwezi uliopita, katika hatua ambayo wanasema ilikiuka haki zao kama wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Wanaharakati wengine wanne wa haki za binadamu pia wamewasilisha kesi mahakamani hapo, akiwemo Gloria Kimani, Lini Ngungi, Hussein Halidi na Hamida Adam, na wameshtaki serikali ya Tanzania wakidai Mei 18 na 19 walizuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere bila maelekezo, wakiwa wamewasili nchini kama waangalizi wa kimataifa kutazama mwenendo wa kesi ya kiongozi wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Katika kesi hiyo wanadai fidia kwa madhara kiakili, kuharibiwa sifa, kurejeshwa kwa gharama za safari na kutaka rekodi za kuzuiwa kuingia Tanzania ziondolewe kwenye pasipoti zao, wakisisitiza kuwa wao ni raia halali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wana haki ya kuingia kwenye nchi yoyote inayounda jumuiya hiyo.